yaliyotokea pale KMC Complex. Unajisikiaje kwanza? Najisikia furaha kubwa, najisikia amani moyoni mwangu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini ushindi huu ambao tumepata goli leo hizi 4 ni ushindi maalum kwa ajili ya Mtenje Albano. Jumla tuna goli 9 baina ya Yanga na Fountain Gate, lakini kipekee kabisa hizi 4 ni goli zake yeye. Kwa hiyo atachagua kama atagawa na wachezaji wenzake au atazipeleka nyumbani agawe na familia. Lakini kimsingi hizi goli 4 za leo ni maalum kwa Mtenje Albano, profesa wa mpira. Na profesa alisema yeye anaitwa profesa, sio wachezaji tu wa nje. Kwa profesa wa mpira Mtenje Albano, pokea zawadi yao kutoka Yanga. Alisema kwamba mwanzo mlimfunga kwa sababu walitoka. Leo naona kaingia. Leo tumemfunga ameingia. Ni vile vile tu, mwanzo 5 katoka, leo 4 kaingia. Amekutana nazo, hamna shida. Pasaka yake imeenda vibaya leo? Hapana. Pasaka yake imeenda vizuri sababu tumempa zawadi ya goli 4. Na mimi atazifurahia Mtenje Albano. Lakini leo tukiangalia kikosi cha Young Africa, Clement Mzize ameongeza idadi ya magoli 13 mpaka sasa, anashikilia nafasi ya kwanza. Pengine hii kwako mwenyekiti, tutegemee kumuona top scorer akitoka huko na Young Africa? Ukiangalia orodha ile ya wafungaji bora pale, kuna washambuliaji wetu pale wanagombania watatu wako pale wanagombania nafasi. Nani? Sasa akajiongeze. Si chati unayo wafungaji bora? Kuna mastreka watatu wa Yanga wanagombea kiatu pale. Goli 13, 12, 11, angalia vizuri utaona pale. Kuna mastreka watatu wanagombea kiatu. Wa Yanga watatu. Wa Yanga, yes, wanagombea kiatu pale. Mama, msimamo si unao? Katafute mastreka watatu wanagombea kiatu, washambuliaji wa Yanga wanagombea kiatu. Sasa nataka tubishane, wakati mimi nakwambia tuna mastreka watatu wa Yanga wanagombea kiatu. Kwa hiyo atakayejaaliwa sisi Yanga tutafurahi. Kivyo vyote. Tutafurahi. Akifunga huyo wa kwanza 13 tutafurahi, 12 tutafurahi, wa 11 tutafurahi vile vile. Wote mastreka wa Yanga hao. Mmeshinda leo mechi yenu ya 26, zimesalia mechi takriban 4. Mechi zimesalia 3 ndugu mwandishi. Usitoke nje ya kodi. Usituelekeze. Sisi kama Yanga mechi zimesalia 3. Tuna mechi na Dodoma Jiji, tuna mechi na Namungo, tuna mechi na Tanzania Prison. Yanga amebakisha mechi 3, azipambanie pointi 9 aweze kutetea ubingwa wake. Basi. Na hii adabu vipi? Mikakati ikoje kuhakikisha mnavuna alama 3 katika mechi hizo ambazo zimesalia? Na hapa ndiko ujumbe wangu wa kwanza kwa mashabiki na wanachama wa klabu yetu. Ni kosa kubwa kama mmoja katika sisi akaanza kufikiria sherehe za ubingwa. Ni mapema sana na ligi ni ngumu hapa mwisho, wapinzani wanakuja kupambania pumzi zao. Ushindani utakuwa mkubwa sana. Kwa hiyo niwaombe sana tuendeleze mapambano. Vita hii bado ni kubwa kwa sababu kila mechi ya Yanga ina mikono mingi ndani yake. Tukiendelea kuwa wamoja, tukashirikiana, tukapendana, naamini tutamaliza msimu wa kishindo. Lakini tukianza kuwaza sherehe sasa hivi, tutaharibu kila kitu. Kwa mechi bado ngumu, tunatakiwa tupambane kama Yanga inshallah. Tunaelekea visiwani Zanzibar kwenye kombe la Muungano, lakini mkirudi hapa mna nusu finali ya kombe la shirikisho. Kwenu hii ratiba ilivyobana, mmejipangaje kama timu? Kuhusu kombe la Muungano, tumepokea taarifa kwamba mashindano yamehamishwa kutoka Unguja yamepelekwa Gombani. Taarifa nimepata leo nikiwa hapa uwanjani. Maana yake taarifa rasmi sasa ya club nitakuja kuitoa baada ya kuzungumza na mtendaji mkuu kama Yanga watakwenda baada ya mabadiliko hayo, kwa sababu taarifa hiyo ilikuwa inaelekeza mwanzo walisema tusisafiri. Taarifa ya kwanza. Taarifa ya pili ikawa kwamba mashindano yamehamishwa. Kwa sasa mimi kwa nafasi nilokuwa nayo siwezi kuthibitisha chochote mpaka nitapozungumza na mtendaji mkuu akinieleza kwamba yes, tumekubaliana mabadiliko hayo, tunakwenda Pemba. Tutawaambia wananchi wa Pemba tuandae pweza. Kwa mara kwanza mtapata matokeo mazuri kwa maana kwamba Tanzania Tukwara kwa mara kwanza nacheza ushindi bora kwenu. Nini ambacho tumejifunza tangu umekuja hapa katika mkoa? Tumejifunza hapa kujifunga ni uzembe la kwanza. Chika tumejifunza hilo jambo, kujifunga kwenye uwanja huu ni uzembe kwa sababu uwanja uko fresh kabisa, pasi za kwenda mbele zinawezekana. Kila mtu anapiga pasi za kwenda nyuma ni uzembe. Lakini la pili tumejifunza hapa unaweza kushinda goli nyingi. Kutoka pia sare hapa ni uzembe. Mtu anatoka sare hapa ni uzembe kwa sababu pichi inaruhusu mpira kutembea. Kwa hiyo tumejifunza vitu vingi na tumejifunza pia hapa kuna mashabiki wengi sana wa Yanga ambao wanaipenda timu yao na wanaisupport kweli. Ndio maana mahudhurio pia yamekuwa makubwa sana leo hii hapa. Kitu kingine hili haujalisikia, ila kocha wa Fountain ametoka kuzungumza hapa kwamba golikipa wao leo na wasiwasi naye, pengine kuna
mazungumzo yalifanyika baina yenu na yeye, ndio maana magoli ya mwanzoni kasema hivyo kweli? Yes. Kasema kauli hiyo kweli? Amezungumza hapa. Maana kipa wenu kipa wao Fountain Gate amewapa magoli Yanga. Sasa mbona swali tofauti uliouliza wewe? Lakini namna alivyozungumza mwenyekiti. Sasa unaona, sasa unapomnukuu mtu usiweke maneno yako, utakabisha shoti hapo. Wewe hili unalizungumzaje lakini? Aliyeingia akachukua ngapi? 2. Sasa watajadiliana nao wote wawili baadaye. Huyu alichukua 2 za kwanza na alichukua 2 za pili. Watakaa kaa wajadiliane. Ila katoa malalamiko. Sasa haya na Yanga na golikipa wao. Sasa ndio uwanja mazoezi akafundishe vizuri. Haya akafundishe vizuri. Ukiangalia amemtoa hadi kwenye mfumo kama tuzo za MVP, ufungaji bora, kama mtazikomba zote nyinyi kwa namna ambavyo unatazama wachezaji wako. Sasa hivi si tutazami sana hizi individual awards. Tunatazama ubingwa ndugu yangu. Swala la MVP, mfungaji bora nini, hayo ni baadaye. Sasa hivi wachezaji tunazungumza nao kila siku kwamba focus yetu ni kuchukua ubingwa. Kwa kila mtu aweke jitihada kuisaidia timu ichukue ubingwa. Swala hayo ya tuzo hayo ni baadaye. Hivi Isambuzi iko wapi? Kale kajimbo cha hana furaha kinamaanisha nini? Isambuzi iko wapi? Shindwa si mshindani. Kuridhia hizo 4 nisiporidhia manake zipo. Hata kama nikisema hazipo manake zitabaki kuwepo. Kwa hiyo ni matokeo mabaya, lazima tukubali hivyo. Kwa nafasi ambayo tupo na alama ambazo tuko nazo, nafikiri haikustahili sisi kupoteza mchezo wa leo. Lakini wakati mwingine ukiwa unapanga jambo lako na mwenzako pia anapanga jambo lake. Unajua ilikuwa ni vita ya timu mbili. Moja na inasaka ubingwa na nyingine ikiwa inajipambanua kutoka kwenye mstari mgumu ama mstari wa hatari ambao tuko nao. Kwa hiyo imeshatokea kwa upande wetu, lazima tukubali. Tulicheza na timu bora, timu ambayo ina wachezaji wengi ambao ukifanya makosa yoyote ambayo kama yale ambayo sisi tuliyafanya lazima itakuadhibu. Kwa hiyo ishatokea, lazima tukubali, tujipange kwa michezo inayokuja. Sawa, kwako pengine maoni yako kulingana na timu yako namna ambavyo imecheza leo, pengine sio kitu ambacho ulikitegemea kukiona katika uwanja wako nyumbani, lakini tumeona magoli ya mwanzoni kabisa. Kocha amelalamika kuhusiana na golikipa. Wewe una lolote? Sasa bwana Matano, unajua yeye ni mtu wa eneo la kiufundi, lakini mimi ukiniuliza nakwambia timu nzima imefanya makosa. Kwa sababu wakati free kick inapigwa akucheza madhambi Nobo, wakati mpira anafanya kosa la pili, mpira haukuanzia kwake. Kwa hiyo timu nzima imefanya makosa, lakini yeye ni mtu wa mwisho ambaye anaonekana amefanya makosa zaidi. Kwa hiyo mimi ukiniuliza ndasema timu yote imefanya makosa ambayo yametugharimu hii leo. Nobo kafungwa goli 2, Parapanda naye kaja akafungwa goli 2. Kwa hiyo wote wachezaji wote wamefanya makosa.